form 3. Mama amefukuzwa kazi, hana kazi. Alikuwa anafanya kazi kwa wazungu, baadaye akafukuzwa. Kwa hiyo mama akaenda kuuza magadi. Sijui kama mnaelewa magadi. Mnajua magadi eh? Kuna mtu ashauza magadi hapa? Hamna. Mimi mamangu ameuza magadi. Unauza kile kimoja hivi ilikuwa shilingi 20. Akirudi jioni ana faida shilingi 50. Bwana Yesu asifiwe. Kama mwanaume nikaangalia akasema hii haiwezekani. Hatuwezi ishi. Tuko watu watano. Shilingi 50 unauzaje? Bwana Yesu asifiwe. At that time ilikuwa nina kuku 300 mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo naambia sasa hapa tunakwenda sambamba. Ukiamka asubuhi chukueni mayai kauzeni. Rudi jioni lisha familia. Mayai yamekosekana uzeni kuku. Tumefika mahali kuku na mayai zinataka kukata. Bwana Yesu asifiwe. Ninamuita mama sasa, mimi kama mwanaume nimejaa imani. Niko na nguvu za Mungu. Kama mwanaume wa familia ninamuita mama, namwambia sasa wewe unahitajika kurudi kazini. Hatuwezi kwenda hivi. Unahitajika kurudi kazini. Wewe niambie ukirudi kazini unampa nini Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Mama akaniambia mimi nikirudi kazini naokoka. Kaambia kama ni hiyo sawa, hiyo basi tumemaliza. Jiandae. Wiki ijayo kazini. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya Jumatano, sitaka nisawe siku, nimetoka shuleni na rudi nyumbani nakuta mama ana furaha sana. Naambia mama shida nini? Ananiletea barua, chukua hii hapa. Wafanyakazi wametoka wameniletea barua, ananiambia tulifanya makosa sana kufukuza kazi. Rudi kazini. Bwana Yesu asifiwe. Na mama amekufa akiwa ameokoka. Unatakiwa usimame kama mwanaume. Kuna saa ambayo unatoa masuluhisho hata kama huna pesa. Mwanaume unatakiwa kuulizwa kwamba tunahitaji kiasi fulani cha pesa, unasema sina. Hapana, huwezi kusema hicho kitu. Yaani hicho kitu huwezi kusema. Lazima useme subiri nitoke nitarudi. Jibu litapatikana. Chakula hakuna, lazima wewe toka tu. Ukirudi utakutana nacho njiani. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kukaa ndani ukamwacha mwanamke atoke nje akatafute pesa. Kosa kubwa ambalo Adamu alilifanya ni kumwacha Hawa kwenda nje na kuja na chakula nyumbani. Yaani Adamu alikuwa aenda akatafute matunda mbalimbali aje nayo. Wakati Hawa anakuja na matunda, anakuja na ile tunda, anamwambia hapana, kuna matunda mengine nimekula, nimeshiba kula na hili. Lakini Adamu akafanya kosa, akamwacha mwanamke akaja na chakula nyumbani. Akaja na matunda. Hasa huyu mtu anajua kabisa huyu kwanza amekufa, anakufa. Kwa sababu nina maelekezo yake nishapewa, huyu mtu atakufa. Ananiacha peke yangu. Alafu cha pili kaniletea na mimi chakula na upumbavu wake akala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume kazi yako kubwa ni kuleta changes. Mathayo 5:13. Mathayo 15:3. Naomba tuende speed kidogo. You are the salt of the earth. 5:13. You are the salt of the earth. 5:13 Mathayo anasema, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. 5:13. Sura ya 5 mstari wa 13 anasema, ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Amina, amina. Wewe mwanaume, wewe ni chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni chumvi ya hii dunia. Yaani wewe unatakiwa ukisimama mahali unaleta ladha kwenye hii dunia. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hutakiwi kukaa tu sehemu una chochote unachokifanya. Yaani hakuna changes yoyote unaleta kwenye hii dunia. Hii dunia ambayo Mungu ametuumba. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna mafundisho mengi tunapewa, tunaletewa ambayo kimsingi si sawa. Wewe kule kama Mungu alikuwa anataka wewe uende mbinguni, alitakiwa akuumbe alafu akuishi huko juu kwa juu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu kwa nini alikuumba akakuleta hapa? Alikuleta hapa ili uje utamalaki. Bwana Yesu asifiwe. Alikuleta hapa ili uweze kuleta changes. Sasa shida inayokuja kwamba mwanaume ameumbwa, amefika hapa, alipofika tu hapa anawaza kwenda mbinguni. Yaani swali lake anawaza watoto wake wanakufa njaa, wanapata shida, yeye anawaza nafanyaje niende mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwenda mbinguni tutaenda. Bwana Yesu asifiwe. Yaani huko mbinguni tunapambana kupakimbilia. Sawa? Huko pia sio kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kutakuja kuwa na nchi nyingine na mbingu nyingine mpya. Hivyo vyote vitakusanywa kama karatasi. Tunajengewa sasa hivi dunia, mbingu nyingine, kutakuwa kuna maisha mengine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa we have to bring changes. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa tulete mabadiliko. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa Biblia inasema nyie ni chumvi ya dunia. Lakini chumvi ikiharibika itatiwa nini hata ikolee? Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni chumvi, lakini ndani ya chumvi umeweka sukari.
Ushaikunywaga chumvi yenye sukari? Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku mimi hapa nilikuwa nikiwa mdogo nilipata shida ya kuharisha. Kwa nahara. Nikapelekwa hospitalini, nikaenda nikapewa dawa inaitwa Oro. Hapo nje imechungwa bonge ya chungwa. Nilipopewa nikasema hapa mniongezee nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Nimefika nyumbani naambia mama, cha kwanza anza kuandaa hiyo Oro hiyo, kwa sababu najua ni chungwa, imechungwa bonge ya chungwa. Kuja kunywa ni chumvi iliyochanganywa na sukari. Mbaya. Sasa wewe mwanaume, wewe ni chumvi, alafu ndani ya chumvi yako unachanganya na vitu vingine. Unaanza kuzini. Unaanza kufanya mambo ambayo kutamani, kufanya mambo ambayo hayafai. Then ile chumvi yako sasa inakuwa haina maana. Na nia ya shetani kupambana sana na mwanaume ni hiyo. Anajua kabisa akipambana na wewe anaondoa ule uungu wa Mungu ambao unatakiwa kwa duniani. That image ya Mungu ambayo inatakiwa kwenye duniani, shetani anapambana kuiondoa, na anaiondoa kirahisi kwa sababu wewe si chumvi, anakuchanganya na sukari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe unasema nitafanya hiki, sitarudia tena, nitafanya mara. Tayari ameshachukua ule uungu. Mpaka urudi, Mungu atakusamehe kwa sababu ni Mungu wa rehema. Atakusamehe, lakini ule uungu haupo. Utakuwa unapotea, yani utaisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia kwenye kile kipengele kingine alisema kwamba mwanamke ni utukufu kwa mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzoni nimesema mwanaume ni nani? Mungu kwenye hii dunia. Lakini mwanaume kwa mke wake ni zaidi ya Mungu. Mwanaume kwa mke wake ni zaidi ya Mungu. Naomba tusome andiko linalosema Waefeso 5:23. Yule mtu akikaratasi alisahau kabisa mpaka basi haina shida. Tutasoma Waefeso sura 5:23, anasema kwa maana mume ni kichwa cha mke, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuangalie maandiko kwa umakini zaidi. Nafikiri namalizia hapo. Mwanaume ni kichwa. Yesu ni kichwa cha kanisa. Kama, yani anamfananisha kama mwanaume alivyo kichwa cha mke wake. Yani kimsingi ukiweka ni sasa na iko tu au the same. Mwanaume ni Kristo wa mke wake. Kwa hiyo mwanaume ni Mungu, lakini ukija kwenye familia mwanaume ni Kristo. Kwa hiyo mume ni Yesu kwenye familia. Bwana Yesu asifiwe. Shetani ameharibu sana hii. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli ameharibu sana. Mwanamke wa sasa hivi, tena wa makanisa yetu, anaweza akawa anamthamini sana mchungaji wake kuliko anavyomthamini mume wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mchungaji mmoja alikuwa na nguvu za Mungu. Siku ameenda kanisani akahubiri sana, nguvu za Mungu zikamshukia sana na watu wakajazwa sana, lakini alikuwa na mke ambaye hamheshimu wala mjali. Lakini yule mwanaume haikumkatisha tamaa. Yule mwanaume siku hiyo akahubiri, nguvu za Mungu zikashuka, zikampiga kila mtu kanisani, watu wote wakaanguka chini. Yule mwanamke Mungu akamfungulia namna gani hamheshimu mume wake, namna gani anavyoheshimu wanaume wengine, nani wachungaji wengine tofauti na mume wake anamheshimu. Ile power iliyopiga pale kanisani mpaka yule mwanamke akatetemeka. Walivorudi nyumbani, yule mume amerudi nyumbani, anashangaa mke wake kaingia ndani, kaenda akachukua sahani ambazo hajawahi kupikia, akamtengea chakula. Mwanaume anashangaa, vipi, kitu gani kimetokea hapa? Akamtolea vijiko ambao ni vya wageni tu ndo anapewaga, na wachungaji wakija ndo anawapa, lakini mume wake amwekee hivyo vijiko. Alafu akamaliza kumpa chakula, akamwambia, naomba ule upako uliokuwa pale chini, naomba uniombee na mimi upako ule upate. Bwana Yesu asifiwe. Shetani amekuja kuvuruga system. Mwanamke akijua hili kwamba the original idea ya Mungu
ilikuwa sio mwanamke. Original idea ya Mungu kuumba ilikuwa ni kumuumba kwanza mwanaume. Alafu baadaye akaona huyu anahitaji msaada ndo akaumba. Kwa hiyo mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Nakubaliana kwamba mwanamke ni jeshi kubwa. Hiyo unakubali, sipingani. Na wanafanya mambo makubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka turudi pia. What happened ukiwa una jeshi ambalo halina uangalizi? Natokea kitu gani? Natokea kitu gani? Kikundi cha kigaidi. Natokea kikundi cha uasi. Pamoja na wanawake ni jeshi kubwa, bado wanatakiwa wajisubmiti kwa waume zao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa nakwenda kumalizia. Kama mwanaume amepewa kwamba yeye ni kichwa cha familia, yeye ni Kristo kwenye familia, inamaanisha kwamba kwenye familia yake mwanaume anatakiwa awe Kristo. Sasa unatakiwa uangalie ni mambo gani Kristo alifanya kwenye kanisa. Hayo mambo hayo unatakiwa kufanya kwenye familia yako. Kristo alijitoa kwa ajili ya kanisa. Mwanaume unatakiwa ujitoe kwa ajili ya familia yako. Yaani kuna kipindi nilikuwa namwambiaga mke wangu, mimi nipo radhi kama nina uhakika nyie mtaishi vizuri, niko radhi nikae jela, lakini hakikisha nyie mnaishi fresh. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa mwanaume ujitoe. Yaani ujitoe. Mwanaume ni provider, yani hakuna jinsi. Ukishazaliwa mwanaume umezaliwa tu. Wewe ni provider, yani mahitaji ya nyumbani ni jukumu lako. You are the provider. Yani kama Yesu anavyotuprovidea sisi tunapomuomba anatupa, tunapomuomba anatupa. Na Yesu na sisi ni hivyo hivyo kwenye familia zetu, sisi ni provider. Kwa hiyo tunatakiwa tutoke tukapambane. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa tulete changes kwenye familia yetu. Tunataka tulete utajiri kwenye familia yetu. Haitakiwi kuletwa na mtu mwingine, ni mwanaume. That's why ni kawaida ukishaoa, kama wale ambao wameoa, mke wako hata kama anafanya kazi sana, anapata hela, lakini zile hela zake ni ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Ngumu sana kuzitumia. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama atakuwa anakupa, hata mmoja unakuwa unajishtukia. Bwana Yesu asifiwe. Haziwezi toka katika, ni kawaida, yani ni nature, yani hakumbwa hivyo, yani anatafuta hizo hela, anatafuta ni za kwake. Akaamua kuzitumia kwenye familia lakini sio lazima. Lakini wewe ni sawa na wewe utafute vitu uanze kumsaidia Yesu. Huwezi kumsaidia Yesu. Jambo la pili, Yesu ni anasamehe. Tunafanya makosa mengi sana, hata kama mimi nitakuwa nishakosea kwenye kuongea hapa, nimeshakosea, lakini anasamehe. Na wanaume vivyo hivyo tunaibidi tuwasamehe wake zetu. Wana mapungufu mengi. Bwana Yesu asifiwe. Mengi, yani ukiangalia unayogundua, unaweza kutaka kuomba lakini ukikaa ukitafakari unajua hii ni udhaifu. Sasa hayo mapungufu inabidi uyasamehe. Je, ni dhambi gani ambayo Mungu hawezi kusamehe? Je, ni kosa gani ambalo mke wako akikukosea hautalisamehe? Mwingine ananiambia akitoka nje ya ndoa tu mimi simsamehe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumeumbwa hivyo, yani kikawaida, hata kama ametoka nje, yani ilitakiwa umwache, lakini bado Biblia inasema sameaneni ninyi kwa ninyi. Na kama kweli unachukua ile ni wewe ni Kristo kwenye familia, unatakiwa usamehe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa mwanaume utoe mwili wako kwa ajili ya familia. Bwana Yesu asifiwe. Huu mwili haukuumbwa kwa ajili ya urembo. Yaani hatukuumbwa tupendeze. Sio mimi sio mzuri Bwana Yesu asifiwe. Nimeota nywele huku nyingine zinaota puani na ili isiwe nife, sielewi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwanaume ameumbwa vizuri. Yaani ni kitu cha ajabu sana, shetani amekiingilia sasa hivi. Wanaume wanataka kuwa kama wanawake. Yaani mwanaume anataka kuacha ule wana. Sisi tulivyoumbwa baada ya miaka 15 ikifika tu pap, Mungu anakuingiza kwenye majukumu. Anabadilisha sauti yako, unakuwa na sauti ya simba. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukorome kama simba. Yaani wewe ni simba. You are the lion of Judah. Bwana Yesu asifiwe. Kuna muda unatakiwa uswitch. Sawa? Uswitch ile ya simba. Na Mungu akakuwekea ile characteristic kwamba ndani yako wewe ni simba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna saa unatakiwa ufanye mambo kama simba.
uwe na moyo mkuu, moyo hodari. Lakini sasa hiyo shetani anaiondoa taratibu. Mwanaume sasa hivi akiwa nyumbani anavaa t-shirt nyeupe, anavaa na kisuruali kilichombana, anavaa ndala na kofia imeandikwa dope. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndo maisha yake anaishi. Uso wanaume.